Justin Gandhi ni moja kati ya walimu ambao wanafundisha katika moja kati ya shule hapo State nchini Marekani. Lakini katika siku zote ambazo alikuwa anafundisha hapo shuleni, leo ndio ilikuwa siku ya tofauti kuliko siku zote, kwa sababu kwenye darasa la wanafunzi 18 ni mwanafunzi mmoja tu ndo ambaye amewasili shuleni siku hii ya leo. Na huyu mwanafunzi sio mwingine bali ni bwana mdogo Alex Lilly, kitu ambacho kikamfanya huyu mwalimu kuchanganyikiwa kinoma. Sasa hii situation sio tu shuleni bali hata nyumbani pia. Wazazi wengi wakawa hawaelewi watoto wao wameelekea wapi, kwa sababu nyumbani walikuwa hawaonekani, na kwenye kufuatilia wakaja kugundua watoto wao walitoka usiku sana, mishale kama saa 8 hivi inaelekea 17 usiku na kutokomea kusikojulikana, kitu ambacho kikaleta controversy baina ya wazazi pamoja na walimu, kiasi cha kwamba walimu wakaamua kuitisha kikao pamoja na wazazi hao kwa ajili ya kuzungumzia kuhusiana na hilo tukio, kwa sababu haiwezekani kiuhalisia watoto 17 wa darasa moja kutoweka na kwenda kusikojulikana. Sasa wakati wako hapa, lawama zote zikawa zinaenda kwa bidada Justin, kwa sababu inaonekana kwamba huyu bidada alikuwa na mambo yake way back before huko, kabla ya kufika hapo katika hiyo shule na kuwa mwalimu, kitu ambacho kikapelekea kuwa treat vibaya wanafunzi hao, na mpaka wanafunzi hao ikapelekea kukimbia katika majumba yao na kutokomea kusikojulikana, kitu ambacho kikawa kimemchanganya sana bidada Justin. Na hata alipojaribu kuelezea kwamba hiyo scenario haiko hivyo, wazazi hawa hawakuweza kumuelewa kabisa, na wao walichokuwa nakitaka ni majibu tu kutoka kwa Justin, amewafanya nini watoto wao mpaka imefikia hatua kwamba wameondoka nyumbani usiku na kwenda kusikojulikana. Sasa upande wa pili kuna huyu askari ambaye anaitwa Paul. Huyu jamaa yeye siku hiyo wakati yuko kwenye lindo lake akakutana na huyu mshikaji ambaye anaitwa James. Huyu James yeye ni kibaka tu wa mtaani hapo, hana mishe maalum ya kufanya. So wakati leo yuko katika mpango zake za kuhakikisha kwamba anaingia katika moja kati ya nyumba kwenda kuchukua mizigo, akakutana na huyu askari. Mtafutano wake ulikuwa soa kitoto, na mwisho yule askari alifanikiwa kumkamata. Sasa jamaa wakati anaendelea kumsearch huyu mshikaji kama kugundua kama ana madawa kulevya ama silaha yoyote, kwa bahati mbaya Paul toboa kwenye mfuko wa huyu jamaa, na baada ya kumsachi akagundua kwamba huyu mshikaji anatembea na sindano, kitu ambacho kikamkasirisha sana Paul, akamtia ngumi. Sasa kisheria ni kwamba polisi ukimpiga raia bila matatizo yoyote ni kosa kisheria. So mpaka hapo Paul akawa amevunja sheria tayari, ikabidi amwachie James na kumwambia kwamba hayamhitaji kabisa kumuona katika hayo maeneo, na endapo atakaporudi hapo basi shughuli yake na yeye itakuwa ni story mbili tofauti. So akamwachia huru na mshikaji akaondoka zake. Sasa huyu James kama nilivyokuambia, huyu jamaa ni kibaka. Sasa leo wakati yuko kwenye pita zake akapita kwenye nyumba moja hivi ambayo ilikuwa kama design imetelekezwa hivi. So mwamba kapanda mpaka juu, akafungua dirisha, akaingia ndani kwa ajili ya kuchukua mazaga ili aende zake kuuza apate pesa ya kufanyia mambo yake mengine. Sasa wakati yuko ndani anaendelea kusearch akakutana na hawa watu wawili. Design kama hawa watu walikuwa hawana mpango naye, yani hawana time naye kabisa, walikuwa kama wameduaa kiasi fulani. So mwamba ikabidi awapotezee na kuendelea kuchukua mazaga ambayo yalimfanya yeye kuingia humo ndani. Sasa wakati anaendelea kuzunguka humo ndani akakutana na huu mlango mmoja ambao unashuka chini huko basement. Baada ya kuingia akashuka chini na akakutana na rundo la watoto wakiwa huko wakiwa wamesimama na kuduaa tu. Mara ghafla wale watoto wakamgeukia na kumwangalia, kitu ambacho kikamfanya mshikaji kustuka sana na kutoka mbio. Sasa hawa watoto ni wale ambao wanasoma katika ile shule ambayo bidada Justin ndo anafundisha, na hawa watoto ni wale watoto ambao wanasoma katika lile darasa ambalo anasoma Alex. Na hawa watoto ni watoto ambao wametoroka nyumbani kwao usiku na kukimbilia huku kusikojulikana. Sasa mshikaji kwa kuwa hakuwa anaelewa kitu chochote ambacho kinaendelea, so ikabidi atoke tu na mazaga yake na kwenda kuyauza. Lakini wakati wako hapa na bargain bay na huyu mwamba ambaye ananunua hivyo vitu, alipotupa macho ukutani akaona zile picha za wale watoto ambao aliotoka kuwaona masaa kadhaa kule basement katika ile nyumba ambayo aliingia kuiba. Na alipotupa macho juu akaona kwamba ni tangazo ambalo linatangaza kwa hawa watoto wamepotea, na yoyote ambaye atakayewaona hawa watoto kuna donge nono la pesa ambalo ataenda kudivuna endapo tu akijua ama akionyesha ni wapi ambapo hawa watoto wanapopatikana. So mwamba ikabidi achukulie hii ni kama fursa vile, ikabidi apige simu kituoni kwa wahusika wale ambao wametoa lile tangazo na kueleza ni jinsi gani ambavyo ama ni sehemu gani ambayo amewaona hawa watoto. So baada ya mwamba kuona haelewi, ikabidi aachane nao tu na akawa anaendelea kukatiza mitaa. Sasa wakati yuko hapa akakutana tena na yule afande ambaye anaitwa Paul, na safari hii mwamba hakutaka kumwacha kabisa, kwa sababu alishamwambia endapo tukikutana mimi na wewe basi story yako na yangu itakuwa vitu vingine. So alimkimbiza sana na mwisho
mwisho wa siku akaja akamkamata. Lakini baada ya kumkamata, James ikabidi ajitetee kwa kumwambia Paul kwamba anafahamu ni wapi ambako wale watoto ambao wanasemekana kuwa wamepotea wapo sasa hivi. Mwamba lakini hakutaka kumuelewa kabisa. Mwisho wa siku akaja akamuelewa, akamwambia nipeleke sehemu hiyo ambayo unahisi hao watoto wamekwenda. So ikabidi ampeleke mpaka pale, na wanafika pale Mwamba ikabidi amwache James kwenye gari na yeye aingie ndani kwenye hiyo nyumba ambayo inasemekana hao watoto ndio wapo humo. Baada ya kuingia humo yakakatika masaa mengi sana mpaka giza likaingia, usiku sana ndio utamuona yule askari akiwa anatoka mule ndani na anakuja anamchomoa Paul kwenye gari, anamburuza, anampeleka mule ndani ya ile nyumba ambayo aliingia mwanzo. Na hii ni kumaanisha kuwa mpaka hapo picha tayari limeshaungua. Hasa mzigo unakuwa patamu zaidi pale ambako moja kati ya wale wazazi anaamua kulivalia njuga hili swala kwa ajili ya kumtafuta mtoto wake ambaye naye amepotea katika mazingira hayo ya kutatanisha. Na baada ya kushirikiana na bidada Justin wakaja kugundua kwamba huyo mtoto wake pamoja na watoto wengine wamekimbilia kwenye nyumba moja hivi, na hiyo nyumba sio nyingine bali ni nyumba ya kina Alex, yule mtoto ambaye pekee ambaye aliwasili katika darasa siku ile ambayo wenzake wote wamepotea. Na baada ya kufuatilia wakafika mpaka pale, lakini kitu cha kushangaza ni kwamba wakati wako nje akatoka yule askari ambaye ni Paul na kuwaita kuingia ndani. Hii ni kumaanisha kwamba mule ndani wameshaonekana muda mrefu sana kwamba kuna kitu ambacho wanakifuatilia katika ile nyumba. So baada ya kushuka kwenye gari ikabidi waingie mpaka mule ndani, lakini walipofika humu ndani sasa yale majini ndo kama akawa amezinduka hivi, kitu ambacho kikasababisha mvurugano mule ndani. So wa kitoto patashika nguo kuchanika, kila mtu anavuta kwake, huyu anavuta huko, ile mradi kila mtu anataka kumsaidia mwenzake, na mwisho wa siku akajikuta wanaparanganyana na mule ndani pakawa hapatoshi. Sasa mzigo mzima uko hivi. Hii majanga yote design kama watoto kupotea na watu kuonekana kama ni mizukule, hii kitu inasababishwa na mtu mmoja tu ambaye ni Mrs. Gladys. Huyu Mrs. Gladys ni shangazi yake na Alex, na huyu shangazi yake na Alex alienda kufuatwa na wazazi wake na Alex baada ya kuona huyu shangazi yao anaumwa kinoma. So ikabidi waende kumfuata kwa ajili ya kuja kuishi naye hapa na kumtibia light, kama endapo atakapokuwa amekaa sawa basi watamruhusu kurudi nyumbani kwake. Lakini kumbe huyu shangazi yake na Alex alikuwa ni kigagula, mwanga, mchawi, kitu ambacho kikasababisha akawazukula watoto wake, and then akampa masharti Alex kwamba hataki kusema kitu chochote huko nje kana kwamba bibi yake ni mchawi, na kitu ambacho cha mwisho akawa amemtuma Alex kwenda shuleni kwake na kutoa baadhi ya vitu kwa wanafunzi wenzake na kumletea yeye nyumbani ili mradi apate kutengeneza dawa ya kujiponyesha. Na ndipo hapo sekeseke la hawa watoto kupotea likawa limeanzia hapo, kwa sababu huyu bibie aliwaroga wale wanafunzi wote na kuwafanya wamfuate yeye huko ambako anaishi. By the way, huu mzigo unaitwa Weapons. Ni bonge moja la horror ambao imetoka mwaka huu 2025 hivi karibuni tu. Na huu mzigo bwana unapoishia ni pale ambapo Alex baada ya kugundua kuwa shangazi yake ana mambo ya ajabu ya hovyo, ikabidi na yeye aende kumroga. Na baada ya kumroga wale wanafunzi wote ambao walikuwa wamefungiwa kule chini basement wakatoka na wakaenda kumgombania huyu shangazi yake. Walimgombania kinoma na mwisho wa siku wakamgawanisha vipande, na hapo ndipo hali halisi ikawa imerudi kama ilivyotulia mwanzo ama ilivyokuwa mwanzo, na kila mtu akawa amerudisha kumbukumbu zake. Lakini kwa hawa wanafunzi ilikuwa ni ngumu kidogo, kwa sababu ukizingatia wao bado ni wadogo. Kwa hiyo wachukua muda mrefu sana mpaka kuja kukaa katika hali yao ambayo ikawa sawa, na Alex akawa amehama kabisa kule ambako alikuwa amekaa na akawa ameenda kwa shangazi yake mwingine kabisa ambaye inasemekana kwamba huyu shangazi yake ni mzuri. Na hapo ndio kwa mwisho wa huu mzigo ambao unaitwa Weapons. Hope umeenjoy mpaka hapo. Jina langu naitwa Cliff Davis. Tukutane katika video nyingine. TikTok na Instagram natumia kama Cliff Davis Mr. Story, lakini kule Facebook natumia kama Killy the Ones. YouTube at Movies Time. Tukutane katika video nyingine. Ciao. Ule wakati wa kupendeza ndo huo hapa sasa. Ewe dada, binti, hivi hujajua bado kama wewe ni mrembo Sasa jibu ni hili hapa. Umi Beauty Salon. Tunasuka nywele mitindo yote, tunapamba maharusi, kuweka wave, tunafanya steaming, kuchora wanja, kubandika kope na huduma nyingine nyingi utazipata hapa ukifika Umi Beauty Salon. Ukifika kwetu utapata huduma bora na nzuri ambazo hutajutia kutoa pesa yako. Tunapatikana mitaa ya Tungi Mwisho, Moro Town. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba hizo hapo, na pia tupo Facebook na TikTok, utatupata huko. Umi Beauty Salon,
To care is our